Pasota waliniita, mimi ni mfanyabiashara lakini nadili sana na wasanii na nafuatiliwa sana. Kwa hiyo waliniita kwanza kunielekeza jinsi gani naweza nikawa natumia mitandao, na mitandao niitumie ni good way, nisitumie mitandao kwenye njia yote mbaya. Lakini pia waliniita kunipongeza kwa vile ninavyofanya vizuri. Yes, kitu kama hicho. Okay, so kwa vitu pengine maudhui umesema ambayo pengine hayakuwa mazuri, ni yapi ambayo walikwambia kwamba sio mazuri na uzuri au usiyafanye? Speaking ya ugomvi hapa nyuma yote wameongelea. Kwa sisi kuna watu wanatuangalia, kwa hiyo tunapokuwa kama mtu unaweza kuingia live yako kwa dakika moja ukao umepata watu zaidi ya 6 wanakaa na kusikiliza. Mimi tunatakiwa uongee vitu ambavyo vitawajenga na si kuwabomoa. Yes. Okay, kwenye comment section pale wakati posta yako imepandishwa pale nikaona kuna baadhi wakawa wanasema inawezekana pengine mavazi yako yale, unajua wewe ni stylish, pengine na yeye alikuwa kwenye mada hiyo. Hapana, hawakuongelea huko kabisa, hawakugusa kwenye biashara zangu, hawakugusa kwenye how ninavyovaa, lakini wao waliongelea in a way ya vitu tunavyokuwa sasa kwenye maugomvi. Kuingia kugombana, kutupiana maneno huyu na huyu, hivyo sio vitu vizuri na havitakiwi sisi watu tunaofuatiliwa kuwa tunavifanya. Kwa maana rasmi sasa Anko T wale wote ambao wamekuwa kichorana nao mitandaoni unafunga mjadala nao. Kuna way nitakuwa nimeelekezwa njia nzuri ya kudili nao. Hawezi kumwacha mtu yote yani mimi binafsi yangu siwezi kumwachaga mtu ambaye leo unapokuja ndivyo ninavyokupokea. And mimi najitengeneza kuheshimika, yani no matter what unatakiwa unipe heshima. Kwa hiyo pale utakapoonesha dalili ya kunivunjia heshima nitakuvunjia heshima. Sasa hapo kwenye kuvunjia heshima ndio inabidi tutafutie way ya kueleweshana vizuri. Moja vitu vingine ambavyo tuliviona watu wengi wakaanza kuuliza sasa ujumbe wa Mheshimiwa Waziri Gwajima. Pengine ulipoona wewe nini ulishtuka because ulipoona hasa naye na alikwambia nini hasa baada ya kusoma ujumbe wake? Mimi kwanza ule ujumbe nilichelewa kuona. Niliamka nikakuta DM imetumwa na watu wengi, mama kapiga huyu. Kwa hiyo sikushtuka kwa sababu aliyokuwa ameniita ni Mheshimiwa Waziri, lakini pia niliitwa na Baraza la Sanaa Tanzania. Mimi si hawa Baraza la Sanaa Tanzania ni baraza linalodili na shughuli zote za kisanii Tanzania, na huku ndani sikuwa na expect labda ndani akakuta Mfilipino au Mjerumani. Ni wa Tanzania. Kwa hiyo nilichokuwa tu mimi najipanga kwa atakachoniuliza nilikuwa willing kuwajibu. Yes, kwa hiyo sikushtuka. Na pengine hasa kwa mimi baada ya kusoma kile na wewe kuna majibu yako ulikuwa nayo hasa. Pengine ulitambua ni wapi ambapo umekosea ama ni nini ambacho ulikuwa na ukitambua na kwa against labda katika hiyo. Wao walipoelezea kwenye issue nzima ya hapa nyuma tulikuwa tunapitia maeka mengi. Yes, waliongelea kwenye njia hiyo. Kama naweza nikaingia labda live ya TikTok au nikaingia live Instagram in 1 minute nikapata watu 6. Mimi ninachotakiwa ninachokiongea kwenye hizo live kiwe kinatija na taifa, lakini pia kiwe kinatija na mtu ambaye anatamani zaidi of the day aje kuwa kama mimi. Ndio alibezi sana hapo. Unaamini katika hili kuna mkono wa mtu kwa sababu labda Anko T ni mfanyabiashara ambaye anafanya vizuri, inawezekana kuna watu ambao pia wanafanya nao biashara zako. Ambona sasa kwenye ile Google tumzunguke Anko T kwanza aitwe kuna mambo mengine ajielezee kwanza punguze moto. Pengine kuna hilo na hii si labda. Lakini pia kuanzia hapo watu ambao walikuwa wakihitaji sana Waziri Gwajima. Kwamba waziri bwana Anko T, unahisi watu pia wanaweza kuwa wanatumika labda kushawishiwa kwa kusukuma huko kwenye uongozi na watu wa serikali? Sidhani, ila pia na hata watu wanaokuwa wanataka ujue kama watu wanapokuwa na mtajiri Gwajima wanaponionaga mimi sana nikiwa nimevaa nywele. Ngoja leo niweke clear. Mimi nauza nywele na nimeanza kuuza nywele, mimi sijaanzia kuuza nywele Tanzania. Kwa nini niliamua kuvaa nywele zangu mimi mwenyewe? Kwanza nilikuwa nikihisi nikimtumia mtu hatoweza kufanya kama mimi ninachokifanya, lakini pia kutokana na safiri nchi nyingi sitokuwa na uwezo wa kuwa na mbeba modo au na beba mamodo kusafiri nao nchi hizo. Kwa sababu most of time nasafiri zaidi ya nchi 8 nikiwa naenda kupata mzigo. Kwa hiyo ule muda nitengeneze nywele. Mimi nategemea nywele ni post labda let's say nipo Philippines. Ili ni post nipokee order nikirudi Tanzania niuze. Siwezi na kumsubiria nisubirie tena nibebe mzigo nisionyeshe. Nije hapa nitafute mtu ni shoot. Muda unazidi kwenda. Alafu na kitu kingine watu sisi ukishakuwa unajulikana, mimi si expect chochote kizuri kutoka kwa watu nisio wajua. Sio, unaelewa?
kwa wewe unapokuwa unajulikana, kuna mtu anayekupenda, kuna mtu anayekuchukia. Kwa hiyo most of them wanamtagigi mheshimiwa waziri kumtengenezea picha labda kama mimi ni mtu mbaya, na ndio maana mheshimiwa waziri alisema aliingia kwenye peji yangu anachoona na promo biashara zangu, lakini pia naishi maisha yangu. So mtu anapokuja kucomment chochote, siwezi mimi kuwa nafuatilizia au nisema niumize kichwa nani kanikomentia hivi, nitakuwa napoteza, kwa sababu nina vitu vingi sana on my plate. Na on zaidi ya kampuni 3 na wafanyakazi zaidi ya 40 sasa hivi naongelea, na wafanyakazi mpaka nje ya Tanzania. So nina vitu vingi sana vya kufocus kuliko kuanza kufuatilizia comment ya ni comment ya hiki huyu ka comment, kwa sababu sitaweza kuwafurahisha wote. Naweza sasa hivi nikavaa kanzu akaja mtu mwingine akacomment why nimevaa kanzu ya rangi hii, si unaelewa? Kwa ndio hivyo. Okay, speaking kwenye biashara yako pia, hapa katikati kulitokea mtafaruku ambapo Nifa na wewe mmekuwa mkikizana, na moja kati ya hoja ambazo ulizungumza ni kwamba lip balm zako ukipaka kuna baki upe ndani. Kwa la kwanza, ni kweli lip balm zako sio vile sawa kama unavyozipromote, na yeye ulitegemea kuja kusema kitu kama hiko, na unafikiri kwa nini anasema hivyo? Kwanza ni sio sawa na sio uongo. I mean so ukweli. Lakini pia when speaking of watu wanaofuatilizia vitu perfect na classic, mimi huwezi kuniacha, kwa sababu mimi ndio mwanzilishi, mimi ndio mwanzilishi wa kwanza kuleta nywele classic Tanzania. For always mimi vitu vyangu natumia hela nyingi, lakini pia natumia muda, alafu pia napenda kufanya vitu vilivyokuwa sahihi, maybe hata kumliko, si uelewa? Na hiyo yeye analijua. Yaani mimi sifanyagi tu kwa sababu nifanye, ila nafanya kitu ambacho nahakikisha kitakuwa kinatija. Kwa hiyo kwenye brandi zangu, yule alichokuwa anahofia alikuwa ananihofiaga, always anahofiaga, kwa sababu anajua mimi nilivyo na anajua nini nafikiria. So na binadamu wanapo, kama iPhone juzi kupita wanazindua, uliona kuna comments zisema iPhone hivi, iPhone vile. Hiyo ni kama competition kwenye biashara, which wewe unapofungua biashara siwezi mimi nauza kitu kama hicho, au labda nina ndoto ya kuja kufanya kitu kama, siwezi nikasikia cha kwako. Kwa mimi tu ninacho mimi damu yangu ime sold out in a week, which haijawahi kutokea. Mimi nime launch ile product, nime launch mtandaoni, lakini pia ikapata mawakala zaidi ya watu 200 in a minute. So ni kitu kikubwa. Kwa hiyo nikitaka hapa tena kuja kujibu hizo expectations za watu, inafanya hivi, mimi ni kipindi naileta sokoni, sasa hivi nishakuwa na malalamiko hayo. Na pia unapokea malalamiko yote kwenye brand yako, si mbaya kuyachukua, kwa sababu sisi hatutengenezi. Vile vitu tunavichukua, tunavipeleka, tunalipa makampuni makubwa China wanavituzalishia. Mteja anapokuja kukutumia, kuna mambo mawili, kuna yupo kinayompenda, lakini yupo asiyokipenda. Tunafanyaje kujenga? Ndio hapo sasa, kama kuna baadhi ya marekebisho tutakuwa tayari sisi kurekebisha, lakini pia kama hamna, hizi kelele za watu haziwezi kukutoa kwenye focus. Miss, kwa hiyo sasa hivi ulete mafuta uzie watu 10, watu 9 waseme ya kusawila mtu mmoja kusababisha wewe uka bash out. Baadhi ya mastaa marafiki zako hawajafika, kama nani star wataji juu ni kujibia kutumia kwa sasa. Utatokea story tena kwamba siku hizi hautokei kwenye shughuli nyingi, kwa sababu uliona kama mastaa walikukata hivi, una support sana hapo au hawakusupport sana, hiyo inakuwa ndani yake. Hiyo mimi kwanza kwenye speaking of watu wa support, naweza kusema naweza nikalipa 70 kwa 30 kwa hivi. Mimi hapa natokea kwenye issue nyingi za mastaa, na sio kila issue ya star yote unaomuona mimi nikitokea na kwa nimetokea kufuatiana na mwaliko. Kuna baadhi wananilipa, lakini pia kuna baadhi tunafanya nao biashara, ile bond ya sisi kufanya biashara. Siwezi mimi leo nikashangaa Nandi anazindua kitu hicho, sababu mimi na Nandi tuna maongezi ya hela always. Nandi anataka afanye hiki, mimi atanihusisha, mimi nataka kufanya hivi, nitamhusisha. Speaking of, mimi kipindi na launch brand yangu ya lip balm, kwa nini kuna baadhi ya watu wa karibu hawakutokea. Mimi ni launch ile brand siku ya tarehe 30, siku ambayo Zuchu alikuwa na perform Nairobi kwenye nini uwanja ile lakini pia siku hiyo Nandi alikuwa anafanya show, kuna moja ya hoteli Tanzania. Hao ndio watu walikuwa wamehusishwa sana, lakini kama ulikuwa umefuatilia, mimi sikuwa nimealika watu wote, nilialika watu wachache sana, kwa sababu guest list yangu ilikuwa inagonga ni watu 50, lakini hadi tuna launch tulikuwa tuna zaidi ya watu 70. Yes, kwa mimi nilialika watu wachache. Vitu vyangu hivi nasipendagi kuwa na high crowd, napenda nikiwaita watu same niweze kuwa accommodate.
nataka wageni wakija wale wanywe. Kwa hiyo nahitaji watu ambao wapo ndani ya uwezo wangu. Ila sio kama nilialika. Na ndio maana ile event ilifanya nimetoka China, niliandaa after 5 days nikaifanya. Swali la kuongezea hapa. Moja kati ya naamini kwamba moja kati ya swali ambalo lilizua taharuki sana ni kuhusiana na interview ambayo ulikuwa umefanya masaa machache yaliyopita na Juma Lokole. Alikuuliza swali kwamba Anko T una wish kuingia kwenye ndoa, ukasema ndio. Akakuuliza unatamani kuoa mwanamke design gani? Ukasema ni mwanamke ambaye mwenye pesa. Nikasoma comment pale watu kama vile wakastaajabu, Anko T mtafutaji. Inakuwaje anatamani amoe mwanamke mwenye pesa? Maana yake atakalelewe ama tafsiri nini? Unatakiwa utafute mwenzako hata kama ana ile hela ya wewe uliyokuwa nayo, ila asiwe limbukeni wa hela yako. Yaani mimi sasa hivi nikaja nikamua mwanamke akaja kwa sababu ya hela zangu. Simeelewa. Ila nataka mwanamke ambaye hata kama atakuwa na hela awe na spirit ya kutafuta hela. Ili mimi ninapoleta 700,000, yeye nimkute hata na 1,500,000. Ili tusimisuse hii 700,000. Kama yeye nitamkuta hana hata 1,500,000, mimi tutaimisuze 700,000 yangu. Na tunapoimisuze leo, kesho kutwa tunakuja wote tunakuwa tuna hela. Kwa hiyo mimi kitendo cha kuita mwanamke mwenye hela ili tuwepo na uhakika wa kutengeneza familia bora, lakini familia yenye uhakika wa maisha wa vitu tunavyoleta duniani. Unajua most of watu wanakuwa wametengeneza ndoa hapo niliposema kwa mtu amekuja tu kwa sababu yeye ni anataka kuoa. Ni wanaoa, baada ya kuoa unazaa watoto wanateseka. Sasa hivi watoto wanatakiwa wasome mashule ya gharama. Kwa hiyo nahitaji in case of anything mimi leo sipo, mke wangu anaweza kumuishikisha mtoto wetu au watoto wetu maisha yale walikuwa wanaishi kipindi mimi. Kupitia sasa ile swali, baadhi ya mashabiki zako watamani wafahamu mwanamke ambaye Anko T sasa hivi ana date naye ni mwanamke design gani hasa? Aishi Tanzania kwanza. Na sio Mtanzania, hafu Mtanzania hafu Arabian. Yes, nishi hapo. Ndio kumpost lakini. Sio mtu wa mitandao. Mimi siposti hata tunaona mwanangu siwe kumpost. Yaani mimi hapa niko mtandaoni mimi mwenyewe. Mimi hapa. Lakini haya watu wangu wamezunguka, si familia yangu, hao hawakuchagua kuja huko. Siwezi kuwaleta kwa kupost. Okay. Wakifikia watafanya wenyewe. Okay, Anko, kwa kumalizia swali la mwisho, leo umemjibu kiasi gani? Maana tunaona sio haba leo. Today suit hapa kilichokuwa cha maana sana ni this one. Let's watch. Ni gani? $12 kama milioni 28. Milioni 28 milioni 30. Hii ndio $12 Rolex. Okay, tunashukuru. Lakini suit milioni 3 kwa hiyo. Asante sana.